السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد. وتقوف إسلام tunaendelea na darasa yetu ya fiqh. Kitabu ni Matnu Safinati Naja au maarufu kitabu cha Safina, na kitabu hiki tupo katika faslu zinazohusiana na funga, na hapa leo tutamzungumzia mtu ambaye ameharibu saumu yake mchana wa Ramadhani kwa kufanya jimai na mke wake, lakini pia tutamwangalia mtu ambaye anatakiwa kulipa funga, lakini pia kujizuilia siku ile aliharibu asile, ili japokuwa atakuja kulipa baadaye. Kwa hiyo tutaangalia hapa kidogo katika darasa yetu ya leo inshallah. Faslu ni kipambanuzi. Wajibu ma'al qada'u lisawm, na ni wajibu au ni wajibu pamoja na kuilipa funga. Wajibu ma'al qada'i lisawm, ni wajibu pamoja na kulipa funga. Al-kafaratul udhma, kutoa kafara iliyo kubwa. Liman, kwa mtu. Wa ta'zir, na kuadhiriwa na kufanywa ta'zir, muadhara, kuadhiriwa. Kwa nani huyo? Alaman, juu ya mtu ambaye afsada saumahu, ameharibu saumu yake, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Yawman kamila, siku kamili. Bijima'in tamin, kwa kufanya jimai iliyotimia. Hapa anazungumzwa mtu ambaye kaiharibu Ramadhani yake mchana wa Ramadhani kwa kuingiliana na mke wake. Mtu huyu Sheikh anasema wajibu, ni wajibu ma'al qada'i lisawmi, pamoja na kulipa funga. Ile siku ile aliyoharibu anakuja kuilipa baada ya kumaliza Ramadhani huko, lakini pamoja na hivyo ni wajibu nini? Ma'al qada'i lisawm, pamoja na kulipa funga. Al-kafaratul udhma, kutoa kafara ile kubwa. Wa ta'zir, na kuazirishwa. Kafara kubwa ni hivi: huyu anatakiwa kumwacha huru mtumwa, lakini watumwa hawapo sasa hivi. Huyu basi anatakiwa kufunga miezi miwili mfululizo. Afunge miezi miwili mfululizo bila kukosekana hata siku moja. Akiacha siku moja tu, maana yake anarejea upya. Hiyo ni kama adabu kwa sababu ya yeye kutosikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu mchana wa Ramadhani, hakuweza kujizuia akafanya jambo hilo, jimai. Subhanallah. Kwa hiyo huyu ni wajibu kwa mwenye kuharibu saumu yake, ya alaman, na kuazirishwa. Wa ta'zir, na kuazirishwa. Sheria, kadhi, ofisi ambayo inasimamia mambo ya Kiislamu imwazirishe kidogo, naye ajisikie fedheha kwa watu. Wanajua wao watafanya muhadhara gani. Kutoka kafara ile kubwa. Wa ta'zir, na kuazirishwa. Alaman, juu ya mtu ambaye afsada saumahu, ameharibu saumu yake, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Yawman kamila, siku kamili. Bijima'in tamin, kwa kufanya jimai iliyotimia. Bijima'in tamin, kwa kufanya jimai iliyotimia. Athimin bihi, mwenye dhambi huyo kwa hiyo, kwa jambo hilo. Lisawmi, kufunga kwa saumu. Athimin bihi, mwenye dhambi kwa jambo hilo. Lisawmi, kwa ajili ya ile funga. Naam. Wajibu ma'al qada'i, na ni wajibu pamoja na kuilipa funga. Hapa Sheikh anazungumzia habari ya watu wengine. Wajibu, na ni wajibu ma'al qada'i lisawm, ma'al qada'i, pamoja na kuja kuilipa funga. Al-imsaku lisawm, kujizuia kwa ajili ya funga. Fi sitati mawadhi', katika muhala munne. Hapa katika mahala sita. Fi sitati mawadhi', katika muhala sita. Muhala sita humu Sheikh anasema mazingira hayo sita, kuna mtu atakuwa ni wajibu kuja kuilipa funga, licha ya kwamba atakuja kulipa funga, lakini atakiwa ajizuie siku ile asile. Ni mahala sita. Ni wapi? Tutafahamu zaidi Sheikh anakusudia nini. Mahala pa kwanza, al-awwal, mahala pa kwanza, fi Ramadhana, ni katika Ramadhani. La fi ghairihi, si katika mwezi mwingineo. Ala mutaaddin bifitrihi, ni yule mwenye kufanya jeuri kwa kula kwake Ramadhani. Narejea al-awwal, mahala pa kwanza ambapo ni wajibu mtu ajalipe funga, lakini pia ni wajibu ajizuilie kuanzia pale asile. Ni wapi? Fi Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani. La fi ghairihi, si katika mwezi mwingineo. Ndani ya Ramadhani. Kwa mtu gani? Ala mutaaddin, wale mwenye kuchupa mpaka bifitrihi, kwa kula kwake. Yani akafanya jeuri tu mchana Ramadhani akaamua kula tu bila dharura yote ya kisheria.
halafu katanabahi kwamba nimekula Ramadhani makosa na nini, kuanzia pale atakiwa al-imsak, ajizuia asile, japokuwa atakuja kulipa baadaye. Asije akasema madamu nishaharibu siku ya leo basi mimi naendelea kula tu. La, kama nataka kurejea kweli kwa Mwenyezi Mungu kutubia, basi kwanza aoneshe pale, ajizuie. Ndio mada yetu. Wathani, na mahala pa pili, ala tariki nia, ni mtu aliyeacha kutia nia. Ala tariki nia, ni mtu ya mtu aliyeacha kutia nia laila, wakati wa usiku, fil fardhi, katika funga ya faradhi. Funga ya faradhi kama Ramadhan, usiku ndio ulale na nia. Kabla ule muda kuanza kufunga, basi moyoni mwako ipite nia kwamba kesho nanuia kufunga kila siku. Kwa madhhabu ya Imam Shafi, maana yake kila siku wewe uweke nia usiku wake. Sio unakusudia kufunga siku ya pili, basi uweke nia kwamba kesho naamka na saumu. Kwa hiyo ikiwa kasahau mtu kutia nia, hata moyoni mwake kumbitia kwamba kesho nafunga, maana yake huyo ni kwamba siku ile ajizuie, lakini aje kulipa baada ya kumaliza Ramadhani kwa ajili ya siku ile ambayo yeye alighafilika, alisahau kutia nia usiku wa Ramadhani. Wa thalithu, na mahala patatu ambapo ni wajibu kulipa funga na kujizuia, wa alaman, kwa mtu ambaye tasahara, alikula daku, dhanna, tasahara, alikula daku, dhanna, hali ya kudhani baqa al-layli, ya kwamba umebakia usiku, fabana khilafu, akabaini kinyume cha hivyo, akabaini kinyume chake. Huyu mtu huyu ni nani? Alaman, mtu ambaye tasahara, alikula daku, dhanna, hali ya kudhania baqa al-layli, usiku umebakia, alidhani bado ni usiku, lakini kumbe kapumbazika tu, hakujua, hakubaini kwamba tayari muda wa kufunga ushaanza saa 11 pengine mathalan. Yeye akadhania saa 9 usiku, labda saa yake ilimdanganya, akabaini baadaye, fabana khilafu, akabaini kinyume chake. Kumbe tayari muda wa kufunga saa 11, saa 11 na nusu. Basi huyu atakiwa kuanzia pale, sio kwamba siku ile kwa sababu imeharibika ale, hapana, ajikulipa baadaye, lakini wakati huo anatakiwa aendelee kujizuia kufanya nini? Asile. Warabi, na mahala panne, alaman, juu mtu ambaye aftara, aliftari, alikula bana, hali ya kudhania alghuruba, kuzama jua, alidhania tayari muda wa magharibi. Naam, alaman, mtu ambaye aftara, aliftari, bana, hali ya kudhani alghuruba, kuzama jua, fabana khilafuhu aidha, akabaini kinyume chake vile vile, na akabaini kwamba la, bado kumbe jua halijazama, bado ndio kwanza natakiwa nifunge pale pale, japokuwa kashaanza kula, kashaanza kuftari, lakini natakiwa ajizuie kuanzia hapo, aendelee na, lakini funga ile atakuja kuilipa baada ya Ramadhani. Wal khamis, na mahala patano, alaman, kwa mtu ambaye bana, alibaini, bana lahu, ilimbainikia yeye, yaumu 30 min Shaaban, siku ya 30 ya Shaabani, annahu, kwamba min Ramadhani, yumo katika Ramadhani. Al-khamis, mtu wa tano, alaman, yule ambaye bana lahu, ilimbainikia yeye, yaumu 30 min Shaaban, siku ya 30 ya Shaabani, annahu, kwamba yeye min Ramadhani, yupo katika Ramadhani. Alidhania bado ni mwezi 30 Shaabani, akaja kupata taarifa asubuhi, kashaanza kunywa chai kwamba mwezi umeonekana, akapata uhakika wa hilo pale pale, siku ile asiendelee kula, bali pia atakuja kuilipa siku ile. Wasadisu, na mahala pasita, alaman, kwa mtu ambaye sabaqahu ma'u, yalimtangulia maji, yani pengine hati ya udhu yakamtangulia maji, almubalagha, yale ya kufanya mubalagha. Maji ya mubalagha ni yapi? Wakati wa kusukutua, unakuwa kwenye udhu, kuna namna ya kuyachekecha maji mdomoni, kaba, natoa mfano, ukachekecha maji huku na huku, ndio maana katika ni sunna ile, lakini uko umefunga ni makruhu, sio vizuri kwa umefunga kufanya vile, kwa sababu maji yale yakikuponyoka yakaenda ndani, maana yake saumu yako umeharibu. Sasa ukiharibu utabidi ujizuie kuanzia pale, lakini baada ya Ramadhani unakuja kulipa. Afwan kidogo, kuna mvua kwenda ikawa kuna maingiliano ya sauti mchanganyiko, mashaallah, tunamalizia. Wasadisu, na mahala pasita, alaman, kwa mtu ambaye sabaqahu ma'ul mubalagha, yalimtangulia maji ya mubalagha.
tunatumia lugha hiyo hiyo mubalagha, maana yake ufahamu kwa maji yale yanayosokotuliwa kutokotia udhu ukayafanya ziada ile kucha katika mdomo. Sabakahu yalimtangulia mubalagha, maji ya mubalagha, mimma madmatin, katika kusukutua, wastinshaqi, na kupandisha maji katika pua. Naam, kama tulivyoeleza mubalagha inapatikana kwenye kupandisha maji kwenye pua na kusukutua. Inshallah nadhani itakuwa inatosha kwa leo darasa yetu hiyo. Kama tuliona mambo ambayo yanakuja kumfanya mtu ajizuie kuendelea funga siku ile, lakini vile vile atakuja kulipa baada ya kumaliza Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe ufahamu na kufanyia kazi tunayosoma. Billahi tawfik wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.